Bana, big up sana kwa shikaji zangu wote ambao wanatazama Chimbo la Hip Hop, wanatazama Asnas Music. Mimi naitwa Alwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flavor, na hapa tupo kwenye seti ya 40 bars. Kama unaona tupo na Dr. Unju. Alafu leo tuko vizuri mshikaji wangu. Merchandise zimetapakaa hapa. Kwa mimi mwenyewe nimevaa hoodie yangu ya Unju, sijui ni ya 3, sijui ni ya 4 katika maisha yangu. Lakini hili la leo naona limekaa kabisa yani. Unaona hapa tumetupia Unju ana lake, Chumvi ana lake pia. Alafu leo ndo tunaifungua hii session mshikaji wangu na Dr. Unju Binunuki. Unju vipi kwanza mwanangu? Bwana poa sana. Tunashukuru Mungu tuko hapa. Tumekuwa tukiyafanya haya kwa muda mrefu sana, lakini leo tupo katika kitu kingine kipya kwenye rap ya Tanzania, hip hop ya Tanzania. 40 bars Azma ameitengeneza hii. Nataka nipate experience yako. Nilikuwa nawaambia watu kitu ambacho hawajawahi kukijua kuhusiana na Nicki Mbishi na marehemu Godzilla, huwa kuna position industry imewaeka. Nilikuwa nawaambia kuhusiana na Kumi za Maangamizi kwamba tulikaa tukatafuta mtu wa kuifungua Kumi za Maangamizi, tukaona inabidi Godzilla ndo aifungue. Ndo kama ambavyo leo tupo kwenye 40 bars imeonekana lazima Nicki Mbishi ndo aifungue. Hii aina hii ya treatment ambayo wewe na marehemu Zilla mmekuwa mkipatiwa na wadau, huwa inawapa picha gani au inakupa picha gani wewe, kwa sababu Zizi hayupo, lakini wewe ni pacha yako, unaweza kuzungumza hili swala? Kwa mimi picha ninayoipata ni kwamba watu wanapenda kuanza vizuri, ina maana the good beginning, the good start, alafu na wamalize vizuri pia, the good ending, the happy ending. Ushaelewa? Hata wewe ukitaka kufanya biashara yako usianze kusema kwamba kwa sababu ndo tumeanza biashara nitawaletea kwanza product mbovu afu mkiongezeka nitaanza kuwaletea product kali. Hiyo ni uongo. Wewe anza na product kali. Kwa hiyo hata watu wanapokuja na idea kama hizi wanahitaji kwanza ku create awareness. Unajua, kwa mfano kusema tu 40 bars, anaweza akaja tu rapper yoyote ambaye pengine hana uzito huo wa kufanya 40 bars ionekane kitu kikubwa. Kwa hiyo wana consider big heads, hip hop heads, kwa ajili ya kufungua njia, kuwa kama mabulldozer, tuna pave ile njia ili mambo mengine yafuate. Nafikiri ni ubora pia unachangia na punctuality. Kwa mfano mimi nimekuja hapa, mimi sio ndo nimeuliza nataka kufanya 40 bars. Mimi nimeuliza generally kwa man DVD kwamba oya, nimekuja hapa studio leo na kiporo nadaiwa. Akaniambia tena hilo sio swala la kuuliza, funguliwa biti. Nikapesa mbona mistari mingapi tunafanya? Nikajua kama cypher za mwanzo. Nikamwambia mzee, mistari 40 afu ghafla hivi. Lakini ngoja, Koti la Babu alikosi chawa. Na Jukukuu alikosi ukoko vile vile. Kwa hiyo nikakagua humu, nikakuta 40 bars zipo na leo tuko hapa. Nice. Yeah, man. Nice. Tukizungumzia kuhusiana na big heads wa hip hop Tanzania Nicki, wapo wengi sana na kuna watu wamekutangulia wewe, hata marehemu Godzilla waliwatangulia. Lakini nazungumzia ile watu kuamini kwamba ili tuanze vizuri wawepo hawa. Unajua hiyo pia ni kitu kingine. Kwa sababu kuna watu wengi, kuna kina Chidi Benz, kuna kina nani, lakini hizi sessions za kuchana ni kama vile kuna picture mnayo au wewe unayo sasa hivi. Na sisi ndo wachanaji. Lazima uwe na hiyo picha kwa sababu si ndo wachanaji wenyewe. Kwani mablaza wachani Nicki? Wana rap, lakini sasa kwenye mtu akiwa amekaa kwenye utulivu na usikivu anahitaji kusikia rap. Hawezi kuhitaji makelele huko, atasikiza kina Unju na nini na vitu kama hivyo. Very nice. Na vipi umeonaje sasa 40 bars ushaifanya na tupo kwenye set yake? Nataka uizungumze na mtu ambaye anaiona yuko mara ya kwanza, experience yako studio na vitu vingine kama hivyo. Sisi kufanya bars hizi kama 40 bars, sisi 200 bars, hivyo vitu tumeshavifanya miaka na miaka. Au sio? Toka Tamaduni Music huko wapi, Makikosi Kazi, tunayo mangoma kibao manenini, si ndio? Mimi ninachojaribu kusema hapa kwa wapenzi wa utamaduni wa rap, wa hip hop na muziki wa rap, I think mwaka huu tumekuja kwa flood, kuwaletea mafuriko ya kazi. Ina maana no days off, man. No days out, every day in. Ushaelewa? Kwa hiyo kwa maana ya kwamba sasa hivi wao wanakosa options. Zamani wasema bwana mnatunyima hivi vitu ambavyo tulikuwa tunavihitaji mara nyingi kutoka kwenu, lakini this time around no complain, nobody's complaining. Kila kitu kiko sawa.
Tuendelee kusukuma hivi. Mshahara kwa wachambuzi wapunguze kutuchambua kwa sababu hawatugharamii hizi vitu, sisi tunapambana. Na kuna watu wameacha kabisa, sio tu kwa sababu mnawachambua, ni kwa sababu pengine financially au labda emotionally hawako vizuri wa kuendelea kufanya hii kazi. Lakini ombi langu ni kwamba, sio ombi, I suggest, maoni yangu ni kwamba at least wale wanaofanya basi waliobaki muwape moyo, sio kuwarudisha nyuma na kuongea maneno ya kuwavunja moyo na kuwakatisha tamaa. Au sio? Shara kwa mwanangu Ali Mapicha amejitolea kudili na wachambuzi. Exactly. Bana Unju, wewe ni moja kati ya marapa wakubwa sana hapa Tanzania na East Africa at large. Katika projects nyingi za hip hop ambazo zinaanzishwa hapa Bongo, unakuta Nicki anavutwa kama ulivyosema JR. Niliona hata kwenye Aznas Links zile za mwanzo kabisa, Unju huyo hapa. Forte Bars, Unju huyo hapa, inabidi huyu ndo aanze, I bless ya pay. Sasa nikwambie, sasa Fid Q alikuwa na Freestyle Friday. Episode ya kwanza kabisa nimeanza mimi. Okay. Alafu mzunguko ulikuwa unaisha baada ya episode 30 na episode ya 30 pia ya kufunga nimeanza mimi. Kwepo pale ndani. Wale no pad no pen, ile ya kufunga ya mwisho nimefunga mimi. Alright. Wakasema bwana wote wamefanya, watu wamepita kina Nyandu nani Chidi, lakini tunavyofunga hii msimu wa season ya kwanza, episode ya mwisho wewe ndio unatakiwa ukae. Sasa zote hizi wewe unazifungua wewe. Unajiona kama rapper namba 1 kwa sasa hivi Tanzania? Kwenye rap sisi tunaga namba 1 bwana. Kila mtu ana watu wake. Kila mtu ana watu wake wanaomkubali, mashabiki ni nini, wafuasi. Ushaelewa? Kwa hiyo wao ndio watachagua nani namba 1, au hata kama wewe sio namba 1, kuna watu wanaokuona wewe namba 1 na kuna watu wanaokuona wewe namba 1, lakini kuna watu wanaokuona wewe boya. Hamna kitu. Kwa hiyo swala namba 1 hiyo inabakia kwa upande wao, sisi tunafanya kazi. Nicki, sasa hivi naomba tumalize huu utata. Wewe ni gwiji la muziki wa hip hop hapa Bongo. Hivi kweli hip hop inajiweka mbali na business? Hiki kinachoendelea hapa chote ni uwekezaji mzee. Unasemaje tuko mbali na biashara? Kwa hip hop na business is person. Yeah. Alright. Ngoja kwanza simply tu panga hata hiyo rank ya wasanii ambao mnasema ndio wasanii bora ambao financially wako successful. Unataja kina Jay-Z mzee, kina Puff Daddy, kina Biggie na nani. Hujasikia nani Saida Karoli, wala hujasikia sijui na nani hapo. Sisemi kwa kumdisrespect Saida, lakini hujasikia hata Alicia Keys, hujasikia Jennifer Lopez, hujasikia nani mzee. Unasikia kina Birdman, Lil Wayne, Drake, nani. Those are hip hop heads. Hamna mtu anaimba tango, calypso wala sasa hapo. Ushaelewa It is what it is, baby. Bana, niambie kuhusiana na kazi yako na Young Killer. Naona ile kazi imezua taharuki kwa sababu ya uzito wa Nicki Mbishi, ya uzito wa Young Killer, lakini vile vile pia kwa uchache wa kolabo zenu. Najua watu kama ina kiu hivi, nikiangalia comments za watu na nini, ni kama vile watu wana kiu ya kusikiliza kile ambacho kimefanyika humo ndani. Izungumzie kidogo hiyo kolabo yenu. Kolabo ya mimi na bwana Eriki, bwana Msodoki. Kwanza nakumbuka nilikuwa Mbeya, alinicheki. My brother, I think it's about the time tunatakiwa tufanye kitu kidogo ambacho cha heshima kwa ajili yangu mimi na wewe. Mimi na Young Killer tulishazoea kufanya kazi kipindi kile Tamaduni Music. Kwa hiyo ukisema hatujawahi kuimba na Young Killer, tushakuaga Tamaduni Music, tumepiga masaifa, mangoma mengi nini. Na tukaja katikati hapa miaka 2020-21 kuna ngoma ile sijui moja inaitwa Harakati. Nakumbuka tulifanya session 2 kwa siku moja, na nyingine sijui Dada Jambazi sijui nini. Na hata ile ngoma ya Harakati by the way ilikuwa ina video. Sema sasa yule designer wa mavazi mule alikuwa ni designer wa Country Boy. Sasa Country Boy kenyewe ni kembamba. Wakajua mimi navaliana na Country Boy. Vile vingo vyao vilikuwa vya kiwaki sana. Nikamwambia hii video hata ikitoka itanicholesha, ndo nguo gani? Nguo kama za watoto. Kwa hiyo kwa heshima ya kuifikia ile tumerudi tena na mdogo wangu Eriki Msodoki. Eriki Mganga au Kasim. Unajua yule Eriki na Kasim yote majina yake. Ndio. In case you don't know, kwenye game yetu kuna Kasimu Mganga wawili, kwa sababu Eriki Young Killer anaitwa Kasimu Mganga pia na kuna Kasimu Mganga tajiri wa Tanga. Ushaelewa Kwa hiyo shout out kwa mwanangu bwana Msodoki. Too much expectations
result to frustration. Watu wengi wanajua kwamba wakikutana fulani na fulani dunia itasimama. No, sisi ndio wale. Wewe ulisema neno lako bwana, you don't like hit singles. You like the craft from an artist. Yani kuna kitu ambacho cha kwanza kikushawishi wewe umpende huyo artist. Either ana hit single au ana, lakini wewe kama ushakuwa shabiki since day uno, you still be a fan. Kwa hiyo project yetu hiyo inaitwa Kwenye Ground, ni ya Young Killer by the way, featuring Nicki Mbishi na video. Nafikiri bado kuna shots kadhaa. Jamaa anataka sijui maboti, anataka nini vitu fulani. Tuonekane kidogo sio wezi, tumeamua kufanya uwekezaji. Sisi tunawaibia mashabiki sio. Kwa hiyo project inakuja, always expect the worst, lakini we got the best for you. Nice. Bane, kaa ukisikilizia hiyo kazi. Tupo na msanii ambaye ndiye artist mwenye album nyingi zaidi katika historia ya muziki Tanzania. Anamshinda hadi Sugu. I make records to break him. We make up to break up. Yani I make my own records and I break my own records. Nakubali. Kuna siku unategemea kuja kuzipandisha hizi kazi kwenye digital platforms, kwa sababu ni kitu ambacho naona wenzio wengi wanatamani. Tukisikiliza album za Nicki, kuna mawe hizo pia nimekutana nazo hizo. Kuna mawe, kwa nini Nicki hapa ndishi, kwa nini Nicki? Ni kama vile wanaona kama dunia yao unai isolate. Alafu umebaki katika eneo ambalo wana appreciate kwamba linatengeneza pesa lakini huenda ni kule kukushabikia sana, wanatamani na watu wengine ambao hawana hiyo connection ya kununua au taratibu wa kununua kazi waone pia. Sijui kama hilo sijui wewe bado unalitafakari vipi, kwa sababu wewe ndo mwenye product zako Unju. Kitabu usichokielewa hujaandikiwa wewe. Yaani wewe umesoma novel, umeona hii. Mimi kwa mfano nilikuwa nasomaga kitabu cha kusadikika ili tukajibu mtihani wa Kiswahili. Sijawahi kuelewa ile story ya kusadikika, wanaeleza Kiswahili kigumu nini, nikaona hamna, ngoja tu mama ntilie mzee Lomolomo na wanae sijui Ngoswe, vile story inaeleweka. Yaani hata usiposoma, mtu akikuhadithia tu story ya Ngoswe, unaenda kujibu mtihani na unafaulu. Lakini kusadikika ni mpaka ukutane na kina mzee Andanenga huko, akina Onisigala wakuchambulia kila neno. Ushaelewa? Kwa hiyo mashabiki wangu, they know where to find my music. They know how to catch up with me, kwamba okay, this is Unju, this is no project. Yani wanaokufuatilia, afu sisi tunafanya kwa ajili ya wanaotufuatilia. It's not for everybody. Kwa hiyo ukisema kwamba kwa sababu kuna watu wanasikiza, wanaona hamna, mbona tunasikiza sisi, tunataka na watu wengine wasikie. Nyewe mlianzaje kunisikiza? Inawezekana mlikuwa na interest. What comes first ilikuwa ni interest. Sasa watu wengine they are not interested, and it's not necessary for them to be interested. Waendelee kusikiliza muziki yao ya kina Zuchu waliozoea. Kwa hiyo it's business, lakini it's not for everybody. Hata unga ni biashara kubwa sana, lakini sio kila mtu anavuta unga. Now speaking on that Unju, wewe kazi zako hazipo kama alivyosema JR. Yani sehemu nyingi hizi hazipo kwenye music platforms. Uongo. Ukisema kazi zangu hazipo ni uongo. Yani mimi ukini Google kisachi wanazipata kwa kuhangaika sana. Hakuna. Yani kwa nini kwanza wakakike na za kwangu tu? Ngoja nikwambie. Kazi ya mwisho ya MacD ni lini ipo? Wao wenyewe muhesabuki kama. Yaani sisi ambao tuko relevant mnatuona kila siku bwana kachia ngoma hii kwenye klabu hii, mnasema hatutoi kazi. Wakina MacD mtasema wanafanya. Sisi wafuatiliaji tunajua wapi pa kuzipata ngoma zao. Wako wapi mtasema wanafanyaje? Kwa sisi ambao ni wafuatiliaji tunazipata. Sasa na hao kwa sababu nyewe ni media, waelekezeni mkitaka hizi za Unju, viteni hapa ndo mtapata. It's not for everybody mzee, ni kwa wateule wachache tu walioteuliwa kuona ufalme wa Mungu. Unju anasema. That's Unju. Hii ni 40 Bars. Of course, hii ni Aznas Media. Always and always make sure kwamba una subscribe, una comment, una like na kushare, hili uendelee kuwa wa kwanza kuzipata zile habari zote kuntu kale ambazo tunazitoa hapa. JR Junior hata ni yuko hapa, Chumvi Rex niko hapa, Unju Bini Unuki. It's 40 Bars of course. Nani JR? Anything? Kitu ambacho naweza nikasema, kwanza ni kumshukuru Nicki. Na sitoe shukrani kwa sababu niko naye, natoa shukrani kwa sababu ya kuendelea kuihudumia jamii. Ni muda mrefu sana Nicki amekuwa rafiki yangu, lakini ni muda mrefu sana ameweza kumaintain kalamu, hisia. Haoni Top C alipotea kwa sababu ya ulofa.
hawaoni. Na Unju bado yupo. Sababu ya ulofa alafu akapotea. Lakini ulofa ndo umempoteza hapa. Lakini Unju kama bado yupo. Nisilisahau hili JR. Nisilisahau hili. Hivi kuna watu ambao mimi ni mfuatiliaji. Mimi namjua Nicky hata kabla yeye hatujafahamiana. Namfuatilia sana. Kuna watu wanapenda wamuone Nicky yule wa Playboy. Kwa Nicky yule wa Playboy yuko tofauti gani? Ana tofauti gani na Nicky mwingine? Juzi nimeona Jokate ka posti anaongea anaojiwa hivi, alafu nikaona chini comments, kumbe huyo alikuwa mzuri hivyo kwa mwembamba, sasa hivi kanenepa kawa mbaya. Sasa mimi nikasoma zile comments, sema jamaa wana roza kichawi. Yaani ni stage ya mwisho ya kwenda kuwa mchawi. Kwa sababu hataki mtu abadilike. Wewe Jokate amekuwa Miss namba 2 sijui 2006 jenza kina Wema huko. 20 years ago bro. Unataka mtu bado anaonekana, yani unataka Mr. Blue aonekane kama yule wa mapozi? Hapana. Watu wanakuwa, miaka inaenda, things done changed. Mambo yanayofanyika yamebadilika, yalikuwa yakifanyika zamani tofauti na sasa. Umeshaona? Wewe unapenda Playboy ya Nicki Minaj, ukaisikiliza hii Playboy. Waache hao wanaopenda vitu vipya. Sasa kila siku nitoe Playboy. Wewe unataka iwe na season 2, part 3, part 4, part 6 Playboy tu. Nataka tuwe na Playboy. No, we don't do that. Alafu hivi kama hit single zinatengenezwa. Tusha discuss hayo mambo. Mtu kusema bana hiyo ni hit. When you decide to make a hit, you make a hit. Na ni kweli. Watu wanatengeneza. Si mnalazimishwa. Unajua ukijicondition kitu kinakuwa mazoea hujenga tabia. Hiyo ndio kwa Kiswahili wanasema hivi. Kwa hiyo mimi hit single zangu ninazoamini ni zile ambazo zimehit kwenye mioyo ya watu. Either mtu mmoja aliniambia, "Wewe Nicky umekwenda kufanya show ya hip hop asili na Fasati. Wale watu walikuwa wakiimba bar to bar na mimi." Mtu mmoja aliniuliza, "Inawezekana vipi hawa watu wanaimba bar to bar na watu wote hawa wanaimba, wewe na nyimbo zako hizo unaziperform hazijawahi kupigwa redioni, hatuzijui. Yaani hawa wanazisikizaga wapi hadi wanaweza kurap na wewe hadi mwisho?" Tena mimi nasimamaga na waangalia wana rap wao. Sasa huyo mtu ndio mnasema redioni hafai apigwi, hana hit single, lakini mimi na hit kwenye mioyo ya watu. Alafu kuna maniga wana hit, wana bang online. Yaani kuna wale wanaitwa nini? Wanaita online gangsters. I give them the screenshot. Wanaitwa nani? Streamers. Hao mimi nawaitaga online gangsters au SMG, social media gangsters. Hao wanaweza hata wakakupiga ngumi kwa maneno ya kucomment. Lakini ukikutana nacho kijitu hata mkononi akijai, unauliza hivi, yale maneno yako ulikuwa unaongea kule niambie hapa. Mna blaza, mimi nakukubali msenge. Tunatafuta followers tu mwanangu, tunataka trend. Kwa hiyo sisi tumeconcentrate sana kuwin people's hearts, kuiwin mioyo ya watu kuliko kujifanya una win sijui vitu gani. Mimi nishaona wasanii wengi au mnaosema ndio A-list wanakufa na njaa, wanateseka tu mtaani. Wanaishiwa hadi hela za kuweka luku ya umeme, lakini wana ngoma namba 1 zina hit, so I don't do that shit. Hivi Ben Paul aliposema kwamba alikuwa na number 1 hit in a country, Tanzania na hit, alafu akaja akagundua kwamba ana hata mia mbovu show aziji na vitu vingine kama hivyo. Ben Paul ni ndugu yangu, kuna vitu hajaviongea vizuri bwana. Yeye aseme tu alijiingiza kwenye mahusiano na wanawake ambao wameenda kumfilisi, basi ieleweke. Aseme hivyo. Wewe ni uongo bwana. Ngoja nikwambie kitu. Mimi hapa na Ben Paul aliyekuwa successfully, ambaye alipata pesa, alifanya nini Ben Paul, si ndio? Mimi sijawahi kupata hela ambazo yeye amepata kwenye muziki, lakini sijawahi kufikiria kwamba nimeshindwa maisha nimerudi kwa mama yangu. Sasa wewe utoke kwenye magorofa juu eti nimerudi Vingunguti, naanza kupata daladala, pale atafuta sympathy ya public. I love my nigga. Lakini pale katudanganya, ni uongo. Labda aseme tu kwamba kule kwenye mataraka yake na yule mwanamke wake kule kuna vitu amekwenda sawa hivyo, lakini kusemete alikosa kabisa mpaka karudi Spenko. Buguruni kwa Mnyamani kwao. Alirudi kwa bi mkubwa. Ndio kurudisha mpira kwa kipa ili kujipanga na mashambulizi inaruhusiwa. Lakini sasa sio wewe bwana Beni bwana, kuna watu ambao tukiwaangalia tu usoni sema tena huyo kabla hata yeye hajajishauri kurudi kwa mama yake, wewe ukimwona tumemwala, wewe arudi kwa maza. Yaani kuna mtu ukimuona tu rudi kwa bi mkubwa, mrudishie mpira kwanza nani Jigidiara kwanza, mwanzishie tena Mwamnyeto. Manake hapa naona
mieyusho. Kwa hiyo to create attention and to have public sympathy, kwamba waone kumbe this shit happened. Kwa mfano pale kuna watu wako inspired. Kuna watu kama ni kweli akapitia situation zile, ange give up, asingekuwa somo kwa watu wengine kwamba kumbe hadi huyu naye anaweza akafall down na aka get up back again, na akasimama in his own 2 feet na akajipata tena. Kwa hiyo everybody gotta strive, gotta keep on fighting and striving, and sindio? Hiyo. Lakini kusema kwamba eti kwamba labda kama kuna vitu, kwa mfano mimi naweza nikamfuata mama yangu, nikamwambia mama, kuna makwazo mengi sana moyoni mwangu it's either sina mtu ambaye namwamini sana wa kumwambia na nikawa na amani ya moyo kama mama yangu. Lakini sio kubeba mabegi, ingawa nikienda kwa mama sio kwamba atanifukuza, mimi bado ni mwanae. Mtoto akinya kiganja akikaa tu tunakiosha kinabakia kwa mkono wako, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukarudi kwa makini sasa ukamtilie mama unyonge. Aone kabisa sababu mama ataka wewe ndo askari wake, anakutegemea. Ukienda kutia huruma kwa bibi mkubwa. Kwa hiyo Ben Paul pale bwana, kiufupi ulitudanganya uongo bwana. Sikilizeni niambie ni kitu wanangu. Mimi na nikimbisha. Au ndo nitaambiwa ulikuwepo? Wanaweza wakauliza pia. Wewe umesema mwanao unamjua? Wewe umezungumzia kwa experience kwa minajili ya kuinspire watu. Interview yake imeenda, tuliipenda, ni nzuri, lakini huwezi kuniambia Ben Paul rudi Buguruni kwa Mnyamani Spenko. Kwa sababu maisha yalikuwa kwamba Ben Paul anasema anadandia daladala. Mimi sina hata gari lakini sipandi daladala. Sina gari ila sipandi daladala. Navaa kofia, nadandia daladala watu wasinione. Acha bwana Beni bwana. Hata wale washikaji zako basi wewe njoo nifuate hapa sehemu fulani hawapo. Ina maana na wenyewe walikufa. Basi wewe hauna wana basi. Ulikuwa umezungukwa na wanafiki tu. Au sio? Mimi na Onjo Binunuki huwa tumalizi interview siku zote. Tunaenda tunaweka nukta, tutaendelea katika toleo lijalo. Naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki Bongo Flavor. Chumvi kama kawa mtumbali, tuko naye hapa ndani Onjo Binunuki. Chimbo la hip hop Aznas Music. Tunaenda kama kawaida wanangu 40 bars, leo ndo tumeifungua hii. Zipo nyingi kama hizi zinafuata. Tunabebedesha chapter ya kwanza au sio, msimu wa kwanza. Ndio. Wasema the first season, the first episode. Ndio. Hiyo. Aznas Media.